Nini chanzo cha mgogoro kati ya India na Pakistan? Kwa nini hawa watu wanachukiana kiasi hiki? Lakini pia kuna wengine huwa mnasikia mgogoro juu ya jimbo la Kashmir. Kwa nini hawa watu wanagombaniana hili jimbo la Kashmir? Haya ndio mambo ambayo leo nitayaelezea kwa undani zaidi. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili upate video kama hizi wa kwanza, uwe wa kwanza kuzipata. Sasa basi, India na Pakistan ni ndugu. Lakini pia tunawaleta tena na wa Bangladesh. Wote hawa ni ndugu, damu moja. Wametoka katika, yaani wana DNA moja. Umeona? Na walikuwa wakiishi katika ardhi moja. Lakini baadaye aliingia mkoloni wao Muingereza. Walishatawaliwa na himaya mbalimbali. Lakini baadaye aliingia Muingereza. Muingereza aliwakuta hawa watu wakiwa wanaishi pamoja wote kwa umoja, pasipo ubaguzi wa kimatabaka ya kiuchumi, lakini pia pasipo ubaguzi wa kidini. Na vita ya kwanza ya hawa kupambania uhuru dhidi ya Muingereza, maana Muingereza alianza kuingia na kampuni yake ya British East Indian Company miaka 1600 mpaka miaka 1700. Mwaka 1858 serikali yenyewe ya Uingereza rasmi ikaanza kuitawala India. Sasa hawa Hindi miaka 1700 walipambana na ile kampuni ya British East Indian Company. Waliungana wote pasipo kuwa na tofauti ya dini wala nini, wala ukabila wala nini. Wakapambana na Muingereza. Kile kitu kikawafanya Uingereza waone hawa ili tuwatawale vizuri tuwagawanyishe. Wakaanza kuwagawanyisha kidini na kimatabaka ya kiuchumi. Wale waliokuwa wanakubali kuwa chini ya Muingereza wakaanza kupendelewa, wakapewa scholarships, manini nini. Waliokuwa wanakataa wakawa maskini, ndio kizazi chao maskini mpaka leo. Umeona? Lakini pia ubaguzi wa kidini ukaanza. Waislamu wanawabagua Wahindu, Wahindu wanawabagua Waislamu. Wakristo wanabaguliwa sijui na Wahindu, Wahindu wanawabagua Wakristo. Sijui kuna wale sijui dini ya Sikh inabaguana na Wahindu. Sijui dini ya Buddha sijui inabaguana na wanabaguana wao kwa wao kidini. Hii yote ni mkoloni wao Muingereza aliwatengenezea. Muingereza kawatawala kuanzia miaka 1700 huko mpaka mwaka 1947. Ni miaka mingi sana kawatawala. Nafikiri karne 2. Na baada ya hapo, kwa katika hizo karne 2, Muingereza alihakikisha hawa watu wanachukiana kisawasawa juu ya tofauti zao za kidini. Siku anawapa uhuru, aliwapa uhuru tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1947. Siku anawapa uhuru, hawa watu walikuwa wanachukiana kiasi kwamba hawataki kuwa na nchi moja, kukaa katika nchi moja. Ikabidi Muingereza awagawanyishie. Na licha ya kuwagombanisha hivyo, aliwafilisi pia. Aliikuta India ikiwa na uchumi mzuri sana. Lakini aliifilisi akaiacha India maskini, aliua viwanda vyao vyote. Akawaacha maskini sana hiyo mwaka 47. Sasa wakawa hawezi tena kukaa zizi moja kwa sababu watu wametengenezwa katika ubaguzi kwa karne 2. Ikabidi Muingereza igawanye India pande 2. Kukatoka Pakistan na India. Waislamu wote wakaambiwa je, mtakaa huu upande unaoitwa Pakistan, Wahindu wale na hizi dini ndogo ndogo, Wakristo wako wachache sana India, na dini hizo nyingine kama Sikh wako wachache, na wale Wahindu ndio wako wengi. Wao wakaambiwa mtakaa katika hii eneo linaloitwa India. Sasa ule kubadilishana sasa. Kwa sababu ardhi ilivyokatwa, kuna wengine Waislamu wako upande wa India, inabidi watoke waingie huko upande wa Pakistan. Alafu kuna Wahindu walikuwa wako upande ulioitwa sasa Pakistan, inabidi watoke warudi katika upande sasa ambao unaendelea kuitwa India kwa Wahindu wenzao. Ilikuwa hatari. Waliuana hawa watu. Walikuwa wanachinjana hadharani, walikuwa wanabakana hadharani. Ilikuwa ni wale waliobaki kule, Waislamu waliobaki kule walikuwa wanachinjwa. Wale Wahindu waliobaki huku upande wa Pakistan na wenyewe Waislamu nao wanawachinja. Kwa Waislamu na Wahindu walikuwa wanachinjana. Yaani ule mbadilishano ulikuwa ni mbadilishano ulioshuhudia umwagaji damu wa hali ya juu. Kwa hiyo kile kitu kikawekea hawa watu visasi vikubwa sana. Wakati hii India na Pakistan zinagawanywa, pembeni kulikuwa kuna eneo lingine linaloitwa Kashmir. Lilikuwa likitegemea katika utawala, palikuwa pana mfalme wao anaitwa Maharaja Singh. Kwa Kihindi Maharaja ni mfalme. Neno Maharaja ni mfalme, kwa mfalme Singh. Muingereza akamuuliza, "Je, tukuingize ndani ya India au eneo lako tuliingize ndani ya Pakistan au tukuache ujitegemee?" Maharaja akasema, "Mimi nataka hii jimbo langu la Kashmir lijitegemee. Mtupe uhuru tujitegemee." Kusikia hivyo Pakistan wakahamaki, Pakistan wakaanza lile jimbo liingie kwao la Kashmir.
Sasa yule Maharaja Singh akiwa hana hili wala lile, ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka huo 47, miezi miwili tu toka India na Pakistan wapewa uhuru. Makabila ndani ya Pakistan wakapavamia pale Kashmir, wakaanza kupigana na jeshi la Maharaja Singh. Sasa Kashmir sio eneo kubwa sana, ni eneo dogo. Kwa hiyo wale makabila kule Pakistan wakawa wana nguvu. Kwa hiyo Maharaja Singh akaona hapa nitaliwa nyama. Alafu ndani ya hilo jimbo la Kashmir Waislamu ndo wako wengi, ndio maana Pakistan wakawa wanalitaka hilo jimbo la Kashmir. Asilimia kama 77 ni Waislamu. Kwa hiyo Pakistan wakataka hili jimbo liwe kwetu. Alafu hili jimbo japo lilikuwa na Waislamu wengi, lakini kiongozi wao ambao ndio huyo mfalme Maharaja Singh, yeye alikuwa ni dini ya Kihindu, sio Muislamu. Kwa alikuwa anaongoza eneo lenye Waislamu wengi kuliko watu wa dini yake ya Kihindu. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa ni Muhindu, akaona hapa hawa Pakistan watanila nyama, moja kwa moja ikabidi awaambie Wahindi na nchi yao mpya ya India kwamba naombeni msaada wa kijeshi, mje mnisaidie kupigana na haya makabila ya Kipakistani yaliyoingia katika eneo langu la Kashmir. Wahindi wakamwambia, ukitaka tuje tukusaidie, itabidi usaini mkataba na sisi. Vita ikiisha, eneo lako la Kashmir liingie ndani ya India. Akasema sawa, haina neno, kwa sababu hata hivyo akifikiria Wahindi ni dini yake pia. Kwa hiyo akasaini ule mkataba. Wahindi wakaingiza majeshi, wakaanza kumsaidia na Wapakistan. Ile ndio ikawa vita ya kwanza kati ya India na Pakistan, ilipiganwa pale Kashmir. Wakapambana. Hatimaye kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa kwanza mwaka 48, Umoja wa Mataifa ukaingilia, ukawaweka chini. Wakaambiwa basi tutakata hili eneo. Kila mtu alichobeba katika hao mapigano yenu atabaki nacho hicho hicho. Kwa hiyo Muhindi akabeba eneo kubwa zaidi kwa sababu alikuwa na nguvu, wako wengi kule. Wapakistani hawakubeba eneo kubwa sana kwa sababu hawako wengi. Kwa hiyo mpaka ukakatwa. Kukawa kuna Kashmiri ya Muhindi ambao ndo kubwa, ambao ndo kuna jimbo linaloitwa Jammu na Kashmir, na kuna jimbo huko Ladakh, umeona, na Arunachal Pradesh. Alafu kukawa kuna Kashmiri ya Pakistan. Kwa hiyo kuna Kashmiri ya Muhindi na Kashmiri ya Pakistan. Umeona? Kila mtu akaendelea na maisha yake. Lakini hii Kashmiri ya Muhindi Waislamu wako wengi na Wahindi wengi sio Waislamu. Kwa hiyo Kashmiri ya Muhindi wakawa wanakataa kuwa chini ya Muhindi, wanataka warudi kuwa ndani ya Pakistan au wajitegemee, kwa sababu wanakataa kuongozwa na watu wenye dini ile ya Kihindi. Umeona? Kwa hiyo wakawa wanamletea vurugu Muhindi, hawataki kuwa chini ya. Lakini ndio hivyo, Muhindi kashafanikiwa kuchukua lile eneo, na kisheria Umoja wa Mataifa tayari lile eneo liko ndani ya India, mipaka ilishakatwa. Maisha yakaendelea. Kufika mwaka 62, China akaingia katika vita ya mpaka na India. China alipoingia katika vita ya mpaka na India, akammegea Muhindi eneo lile la Kashmir, ambalo akachukua eneo linaitwa, ndani ya Kashmir kuna eneo linaloitwa Aksai Chin na Arunachal Pradesh. Sasa Mchina alipochukua ile maeneo, baadaye Muhindi akaja kusaidiwa na wasi, lakini pia na Wamarekani. Kwa hiyo mwisho wa siku Mchina akaogopa, akarudisha eneo moja, akabaki na eneo linaloitwa Aksai Chin. Alafu ilipofika mwaka 63, Pakistan ili kuzidi kuwa rafiki na Mchina, akampa Mchina eneo lake na yeye kidogo la Kashmir, ambao linaitwa Shaksam Valley. Shaksgam Valley. Mmenielewa? Kujua historia ya dunia ni kazi sana. Kukalili mambo kila sehemu ni kazi. Kukalili majina na kila kitu na miaka si lele mambo. Haya. Kwa hiyo Pakistan naye akampa baadhi ya eneo lake kidogo Mchina kama zawadi tu huko mwaka 63. Huko Mchina kashachukua eneo la Muhindi la Kashmiri lingine mwaka 62. Kwa hiyo leo hii Kashmiri ilivyo, jimbo la Kashmiri limegawanyika katika nchi 3. 55% ya jimbo la Kashmiri liko India. 30% ya jimbo la Kashmiri liko Pakistan. Na 15% ya jimbo la Kashmiri liko China. Huu ndio mgawanyiko ulivyo. Mmenielewa? Jimbo la Kashmiri la China halina makeke kwa sababu wamejaa watu wa dini yao ya Buddha. Lakini jimbo la Kashmiri la India lina makeke kwa sababu limejaa Waislamu, alafu Waislamu hawataki kuongozwa na Wahindu. Kiongozi wa India ni Muhindu. Kwa hiyo wanaona kama wanaonewa. Alafu jimbo la Kashmiri la Pakistani limetulia kwa sababu ni Waislamu wenzao. Kwa hiyo wanafurahia kuwa chini ya Pakistani. Kwa hiyo huu ndio mgogoro ulivyo. Kwa hiyo Pakistani anatuhumiwa na Muhindi kufadhili magaidi au waasi wanaotaka kujitenga ndani ya jimbo lake la Kashmiri yake. Wanaotaka kujitenga, waingie ndani ya Pakistani au wajitegemee. Kwa hiyo Muhindi ndivyo anavyomtuhumu
Mpakistani kuwafadhili waasi wake yeye